ya salama Laikipia kururuga na magitetia uhakuku ogiteri na shesheni ya Inoro TV irakurehera ndereti ya mwe na President Kumathi Grain wa Irigi. Wega ni onyitaniri waku mitambo-ini ya Inoro TV. Happy New Year o haria hothe ungikorwo riri turekwa ni Wangeci wa Muriuki mutoritu na njira ya cieko ni Stanley Kinyanjui. Hwaini wa umuthi ni tui President William Ruto ni ukorwo na gikaro kia mwanya na andiki ya mohoro na ndereti yo ni gukorwo ikianjiriria ndagika itari kuraihu ni ucio President ni hindi araigira guthii kwaraniria na andiki ya mohoro kuma ceceni tiganite na gikaro kiu kianjiriria ni tukorwo tugikurehera na njira ya imwe kwa imwe. Ungirora hau acio ni andiki mohoro kuma ceceni tiganite ni turona andiki ya mohoro metereire kwaraniria na President William Ruto. Hwaini wa umuthi ni ukorwo akiaraniria na andiki ya mohoro ciegie kugacirithia uthii wa na mbere oro hamwe na ciraniro iria thirikari yake ihingitie. Mbica icio iragukira na njira ya imwe kwa imwe. Ucio ni President William Ruto akiaraniria kana akigeithia andiki ya mohoro. Ni tukorwo tugithie ku ndagika itari nini no ni wega twambe tuthikiririe kira kirathie na mbere. Yes, karibuni sana. Asante. Munieleze sasa mko aje? Sisi tuko salama. Mwaka mpya mmeanza vizuri? Tumeanza. Watoto wenu wako salama? Yes. Asante sana. Asante. Very good. Na wewe mwenyewe? Niko shwari. Vizuri. Nangangana. Nangangana. Vizuri. Yeah. Kenya ni kungangana. Kabisa. Ndio. Mambo ni kuhustle. Nasukumana kabisa. Kweli kweli. Vizuri. Hapo ukisema unangangana basi unatupia ofisi. Kungangana ni katika viwango. Kila mtu anangangana na hali yake. Na inakubalika. Kila mtu na hali yake. Vizuri. Yeah. Ilipata mahali lingine nikaambiwa mapema ni best. Mapema ndio best. Ndio best, yeah. Yeah. Kwa rais umekuaje? Ndakueleza. Nitukorwo tugicoka Grain wa Irigi gukorwo tugithikiriria ndereti ya President William Ruto na andiki ya mohoro kuma ceceni-ini ngurani. No ningi twanjiririe na mohoro hwaini wa umuthi kuria thirikari ni yanjiririe guthomithia anini ya commissioner account uria mekwandikithia arimi matura-ini mutaratara uria thirikari ifangite ukuhuthirwo gukinyiriria arimi fataraitha kimira kia mahanda gikianjiriria mwaka-ini uyu. Wandikithia uyu uria thirikari yugite uguteithiriria kwehereria arimi mabroka mubango-ini wa gukinyiria arimi fataraitha utanyetwo kurikiriria muthia-ini wa mweri wa keri mbura itanaringa. Harun Njoroge wa Maina na ripoti ino. Shukuru-ini wa maundu ma thirikari wa Kabete ni kuateithiriria makiria 900 makomishona a kaunti aria hau tene metagwo DO magomithanitio ni ministry ya urimi magithomithio niguo nao mathie matura-ini mathomithie macibo na nini yao uria mekwandikithia arimi makiria milioni 1 bururi-ini. Kushalisha chakula cha kutosha, kushughulikia mkulima kwa ile program yetu ya subsidy, iwe ni ya fertilizer, iwe ni ya mbegu, tuwe na indandi kamili inayojulikana ya wale wakulima wanataka usaidizi. The robust and elaborate NGAO structure that comprises of 8 regions, 47 counties, 369 sub-counties, 978 divisions, 3,950 locations, and 9,043 sub-locations will ensure a coordinated
registration process within the given timelines. Mubango uyu wa kwandikithia arimi ugukorwo ukienda kumenya kiria murimi arimaga mugunda wake uigana atia na arabatara bataraitha igana atia niguo thirikari imukinyirie bataraitha ya thogora wa thi nduka-ini cia hau hakuhi nake mbura ya kimera kia njahi itanaringa mwaka uyu. Hii mpangilio tukiendelea namna hii tutaweza kuwa na data ya maana ya umuhimu kusaidia nchi yetu. It will also help us to understand our farmers better, as well as get authentic data which we can use to plan agriculture transformation for our food and nutrition security in this country. So you have a responsibility of making sure when you collect the information, it is secure. I've looked at the form, which I'm sure you'll be trained later. It quickly asks personal information of name, address, physical location, and where it is. I do understand that this is a voluntary activity. Thirikari yugite rarehe bataraitha makiria makunia milioni 10 maria mekwendio na thogora wa 3,500 handu ha 7,000 uteithio ria thirikari yugite uguteithia kunyihia thogora wa urimi niguo arimi marime na kio na bururi uhote kwihunia. Tunataka kuondokea hii aibu ya kila wakati kuko na kiangazi, kila wakati sisi ni nchi ambayo inaenda kuomba chakula. Haduini ha Inoro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Mehariria mothe ma githurano kinini gia Kandara, Murang'a, Garissa Township na Elgeyo Marakwet ni marĩkĩtie maabitha IEBC oro hamwe na honge cia ũgitĩri igĩtarĩria kũiganĩra namo mirango ya gũcuka mĩtĩ ĩkahingũrĩrwo aikia a kura kuma thinacara cia rũcinĩ na ĩgũcoka kũhingwo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, ĩndĩ arĩa magakorwo raini-inĩ mathaa mau magĩthira matikagirio gũthurana. Victor Kinuthia ni atinda mwena wa Kandara na ni aratarĩria. Gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara nĩ kũmwe gwa kũrĩa mũthĩ wa rũciũ aikia kura 105 na 148 matanyĩtwo gũkeyumĩria gũtuithania nganja gatagatĩ-inĩ ka hũranĩria 8 arĩa maramereria matagĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Kandara kĩrĩa gĩatigirwo theri thutha wa ũrĩa warĩ mũmbunge wa Kandara Alice Wahome kwamũrwo ta minista wa maĩ. Kũringana na afitha munene wa IEBC ũrĩa ũrũgamĩrĩire ithurano ici cia Kandara na Kilonzi, meharĩria mothe rĩu nĩ marĩku na kũrĩ na ceceni 197 cia gũikĩria kura. Tumejitayarisha vizuri kwa sababu material zote ziko hapa. Tuko na wale wanaenda polling stations, POs and DPOs wa kutosha. Tuko na police officers wa kutosha 394, that is 2 per polling station. Kwa hivyo kila kitu iko tayari. Wapiga kura wote wa Kandara ni 101,148. Thinacara cia rũcinĩ nĩguo ceceni ciothe cikahingũrwo na kũhingwo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, mũingĩ ũkĩũrio mũndũ aikia kura akainũka gweterera maumĩrĩra. Candidates, voters and aspirants, tunataka kuambia kwamba tunataka kuhakikishia kwamba uchaguzi utakuwa wa huru na wa haki. Polling stations zitafunguliwa saa 12 kamili asubuhi na watafunga saa 11 kamili jioni. Lakini kama kutakuwa na watu watakuwa kwa laini, watawaruhusu wapige kura kama watakuwa wamefika kabla saa 11. Kũringana na kamanda wa borithi Murang'a Alinuno, maabitha a borithi marĩ cemba kũiga ũgitĩri na maabitha 398 nĩo matũmĩtwo gũkũ. Tuko na 394 officers in the 197 polling stations. So we have two armed officers per polling station. We have 20 at the talent center. And this time round we have arranged in such a way that we'll have an officer in charge of every polling center. Kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet nakuo maũndũ mothe nĩ marĩku na mũingĩ ũgathura seneta wa rũciũ. Afitha wa IEBC gũkũ mjini tena kiuga ceceni cia gũikia kura nĩ 554.
ongereire kuga ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkaringana rũciũ o nĩ meharĩirie na ceceni cia gũikĩria kura ikahingũrwo thinacara cia rũcinĩ. Maũndũ no ta maya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Garissa Township na mũingĩ wetereire na mĩto gwĩthurĩra atongoria arĩa marenda. Ishara tunatarajia kwamba kesho saa 12 vituo vote 103 zitakuwa zimefunguliwa ili wananchi wale wapiga kura waweze kujitokeza na kupiga kura zao vile inavyotakiwa. Sisi tumejiandaa vilivyo kama tume, vile mnavyoona tumepata vifaa vote ambavyo tulikuwa tunahitaji. Tumepata pia personnel ambao tulikuwa tunahitaji wote na tumeweza kuandaa kwa hii chaguzi. Ngiribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Nĩ kũrĩ na ũhotekeku wa ũnyihu wa ũgai wa kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ arutwo ona thengia wa thirikari kũrekereria itĩna rĩa mbere rĩa kĩgĩna kĩa NGCDF. Mũmbunge wa Manyata Gitonga Mũkũnji nĩ oigĩte atĩ matingĩhota kũhe arutwo basarĩ kuona thirikari nĩĩrekerera mũno waki wa irathi cia junior secondary iria cirekereirio kĩgĩna-inĩ kĩa NGCDF. Wanjiko wa Kĩmani nĩaratarĩria. Mweri mũhetũku wa Dithemba nĩrĩo thirikari ĩrarekereirie itĩna rĩa mbere rĩa kĩgĩna kĩa NGCDF kũrĩ icigo cia ũmbunge. President William Ruto nĩerĩgĩte kũruta mwerekera wa ambunge gwaka irathi cia junior secondary kũgerera kĩgĩna kĩu. Iria arũgamĩrĩria cukuru cia mũingĩ moigĩte metereire thirikari ĩrĩkĩrĩrie kũrĩ irathi citarĩkĩte rĩrĩ arutwo junior secondary matanyĩtwo kwambĩrĩria mathomo mao mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. We are prepared for it, provided that the government will have deal with the issue of two challenges. One is of infrastructure, particularly in the public schools, and human resource in terms of teachers. Yanyitu bursaries kidogo na ningoenda kuga thank you kwe thirikari ni mara around 7 million Kenya shillings for constituency na wanatokiuga thank you ningoenda kuga clearly that mbesha icio tembeganu cia kunyitirira maundu maria tukite gwika in January. Na rĩrĩ aciari marĩ na mwĩrĩgĩrĩro mũnene wa kũhũrwo njeki nĩ kĩgĩna kĩa NGCDF. Ndereti ĩyo nĩyanjĩrĩirie kũrĩa mwena wa thingira wa iregi. Tũrenda tũte mathaa nĩ wega tũthiĩ kũu ihenya kwa ihenya. Asante sana. Hujambo mtazamaji, naitwa Nancy Okware kutoka KBC. Popote unapotutazama, mimi naitwa Frederick Mwitiriri kutoka NTV. Hujambo popote pale ulipo, naitwa Nimrod Tabu kutoka Runinga Citizen. Jina langu ni Daniel Kitu kutoka K24 Media Max Network Limited. Nami wananiita Joash Onsare kutoka Runinga TV 47. Asanteni sana. Hawa ni wenzangu kama nilivyokuelezea, wanahabari ambao tunakutana sana katika viwanja kukusanya na kuletea taarifa, lakini leo tunapata fursa ya kuwa hapa pamoja. Tulionaye hivi sasa ni mwenyeji wetu ambaye ni Mheshimiwa Rais William Ruto. Karibu sana katika mahojiano haya, na kwanza kabisa asante sana kwa muda wako wa kutuleta hapa hivi ili kuhakikisha kwamba tunaelezea Wakenya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika serikali yako. Moja kwa moja, Mheshimiwa Rais, nitaanza na swali ambalo nitasema ndio Wakenya wengi sana wamelizungumzia tangu leo, baadhi yao kusikia kwamba tutakuwa na rais, tutapata fursa kuzungumza na yeye, na swala kubwa ambalo linalowakabili hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni tatizo hili la gharama ya juu ya maisha. Hivi serikali yako imeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba yale ambayo umewaelezea katika baadhi ya manifesto zile ambazo umetangaza kwamba utawarahisishia maisha yao, tuko wapi mpaka sasa? Ali na wenzako, kwanza nachukua nafasi hii kuwakaribisha hapa. Asante. Katika mahali ambapo napafanyia kazi. Karibuni sana. Pili, kwenu na kwa watazamaji wetu wote wa Kenya, Happy New Year. Na leo tumepata hii nafasi na nawashukuru sana kwa kuchukua muda wenu ili tuweze kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo yanatuhusu kama Wakenya. Pia nichukue nafasi hii tena nirudie kuwashukuru Wakenya mamilioni waliojitokeza na wakanichagua kama rais na kuchagua viongozi wenzangu wote katika viwango vyote. Na niwashukuru Wakenya tena kwa kufanya kazi hiyo ama majukumu haya ya uchaguzi kwa njia ya amani.
Kama taifa tumejiwekea rekodi mpya kama taifa kwamba number one, tunaweza kufanya uchaguzi bila kuzingatia ukabila, na jambo la pili, tunaweza kufanya uchaguzi kwa njia ya amani. Kongole, heko, hongera wa Kenya wenzangu wote. Nikija kwa swali uliloniuliza la gharama ya maisha, vile unavyojua, vile Wakenya wote wanavyojua, tatizo la gharama ya maisha kupanda ni tatizo ambalo linawakera Wakenya wote, inawahusu Wakenya wote. Ilikuwa ni baadhi ya maswala yaliyokuwa katika uchaguzi uliopita, na nilikuwa na msimamo na nilikuwa nimewapendekeza Wakenya mpango, na niliwaambia Wakenya ya kwamba mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha. Hiyo ndio dawa kamilifu ya kuondoa tatizo ya gharama ya maisha. Tumefika hapa. Uchaguzi tulipofanya tarehe 9 Agosti mwaka uliopita, bei ya unga kwa mfano ilikuwa shilingi 230 kwa mfuko ya kilo 2. Hiyo ni rekodi ambayo haijawahi kufika, na iliwahusu Wakenya wengi, ama iliwaadhiri Wakenya wengi. Na nilisema wakati huo ya kwamba tutashughulika na kupunguza gharama ya maisha. Jambo la kwanza nilifanya wakati nimechukua usukani, kwa wale wakulima ambao wanalima ile inaitwa short rains, tuliagiza mifuko 1.5 milioni ya mbolea ya kwanza, ili kuwasaidia wakulima hawa waweze kuzalisha chakula. Na tukapunguza gharama ya hiyo mbolea kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 3,500. Hatua ya pili ambayo nilichukua ni kupanga vile tunaweza kuagiza yale vyakula ambayo tuko nayo upungufu katika taifa letu, na kupiga break mabroka na makatel ambao walikuwa wanaongeza haya bei kila kukicha. Na ndio sababu leo kutoka average ya shilingi 230, unga sasa average yake ni karibu 190 shillings per 2 kilogram bag. Hatujafanya jambo kubwa zaidi, lakini at least tumeanza kupiga break kuongezeka kwa gharama ya maisha. Nataka nikueleze, kama hii uchaguzi ingeenda kivingine, pengine saa hizi unga ingekuwa shilingi 300. Kwa sababu kama you are not sensitive na vile mambo yanavyoendelea katika taifa, na haujashughulika not necessarily hapa mbele, behind the scenes, kujua utafanya lipi ndio wale ambao wanashughulika na bei ya vyakula wasi take advantage ya wananchi. Jambo la pili ambayo tayari tumefanya kama serikali ni kwamba kwa msimu ambao ni wa muhimu, ambayo inaanza Februari, sasa tumeagiza mbolea gunia 6,000,000. Pengine tutaongezea ifike 7,000,000 ama 8,000,000 kulingana na vile ile utafiti tunaofanya saa hizi kuwasajili wakulima na kuwauliza zile aina ya mbolea wanazihitaji na kwa muda gani. Ninavyoongea na nyinyi sasa hivi, kuna kazi inaendelea. Machifu wetu, wale extension officers wa county na extension officers wa serikali ya kitaifa wanafanya usajili wa wakulima wote
tulikuwa tumefanya hiyo kazi na tulikuwa tumesajili tayari wakulima 1,300,000, lakini hiyo kazi ilikwama miaka 3 iliyopita. Wakati hii mambo hakuna wale walikuwa wanashughulika na hiyo kazi, so tumerudia hapo, na mimi nataka niwahakikishie wakulima wote wa Kenya ya kwamba msimu wa upanzi ambao unakuja, the main production season, kuanzia February mpaka Mei, tutahakikisha kwamba mbolea itapatikana kwa bei nafuu. Vile nimesema, tumegharamia kupunguza gharama ya mbolea. Tumehakikisha kwamba kutakuwa na mbegu ambayo ni ya kutosha, na vile vile tumekubaliana ya kwamba tutatumia hata ardhi ya serikali, ardhi ya NYS, ardhi ya prisons, ardhi ya ADC, ardhi ya FC ambazo ziko katika mikono ya serikali kuzalisha chakula na hasa kuzalisha mbegu, ili tuweze kupunguza gharama ya maisha. Na kufikia Februari tushaagiza, kwa sababu kuna pengo ya karibu magunia milioni 10 ya chakula. Tushafanya mpango na private sector kuhakikisha kwamba hiyo chakula itakuwa imefika hapa, ili ile chakula tumepanda na wakulima wetu ikianza kupungua, kwa sababu tuko na upungufu wa karibu magunia milioni 10, ile tumeagiza iwe imefika. Lakini attention yetu haiko katika kuagiza, iko katika kuzalisha locally. Vyema kabisa, umetaja vizuri kwamba mikakati umeweka upande wa sekta ya kilimo na kuhakikishia kwamba pembejeo zile zinashukishwa bei. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, kitu kimoja ambacho Wakenya wengi wanaendelea kulia nacho ni kutoka katika sekta ya viwanda. Wanalalamika kwamba bei ya kawi ni kubwa sana. Kwa mfano, unavonunua kawi ya shilingi 5,000 unapata kawi ya kama shilingi 1,800 ya matumizi. Unakuta idadi kubwa, 70% ya pesa ambazo umetumia inakwenda kwenye taksi hizi. Huu ni mzigo, Mheshimiwa Rais, kwa mwananchi wa kawaida na hata yule mzalishaji ambaye anajaribu kuleta gharama ya mwananchi wa kawaida pia angalau ya wastani. Gharama ya stima ama kawi vile umesema, ni gharama ambayo tunagharamia kama taifa, na kuna tariff ama ile bei. Hiyo bei inafikiwa na stakeholders wengi, inaamuliwa kila baada ya miaka 3. Kuna participation ya private sector, na vile nilitangaza juzi, tulifanya hiyo participation ya tariff 2019. Itakuja tena this year mwezi wa 3. Tutaikalia, tuiangalie, tuone ni tuko na tariff viwango tofauti tofauti. Tuko ile inaitwa lifeline ya wananchi wale wanatumia units 30 na kurudi chini. Tuko na tariff ya katikati. Tuko na tariff ya wale ambao ni industrialist. Hiyo mambo yote tunayashughulikia ili tuhakikisha kwamba kuwe na stima ambayo tunaweza kuigharamia, na tuwe na stima ambayo itasaidia mambo ya manufacturing. Ile kitu mimi nataka ni kuhakikishie, kwa sababu Wakenya wengi wanashangaa, mbona mimi niliondoa ile subsidy ilikuwa kwa mambo ya kawi. Ile subsidy, my friend, na Wakenya wajue, kwa sababu nimesoma katika vyombo vya habari, pengine itatupotezea nafasi za ajira, pengine itaongeza gharama ya vyakula, pengine itaongeza gharama ya manufacturing. Mimi nataka nieleze taifa ya kwamba ile uamuzi wa kuweka subsidy ilikuwa ni uamuzi wa kisiasa, ilikuwa ni uamuzi wa kujaribu kutafuta kura, haikuwa ni uamuzi ambayo ni ya kiuchumi, Na unajua, kama nchi na mimi kama kiongozi wa nchi, lazima niwaambie Wakenya ukweli. Ile subsidy tulikuwa nayo ya unga ilifeli, kwa sababu ilikuwa inatugharimu bilioni 8 kila mwezi. Subsidy ya fuel ilikuwa inatugharimu bilioni 16 kila mwezi. Subsidy ya stima ilikuwa inatugharimu karibu bilioni 3 kila mwezi. Ukiongeza hiyo subsidy yote ni karibu bilioni 25.
kwa mwezi ni karibu bilioni 300 plus kwa mwaka mmoja, na hiyo pesa yote sio ati ni pesa tuko naye, ni pesa ya kwenda kukopa. Na ndio mimi nataka niwaeleze wa Kenya, hiyo subsidy wakati iliwekwa, bei ya bidhaa haikurudi chini. Ongezeko ya matumizi ya stima kwa industries haikuongezeka. Hakuna watu walioajiriwa zaidi. Hiyo subsidy ili benefit not the consumer, ili benefit watu wengine hapa katikati. Na ndio mimi wakati nimeingia nikasema hakuna serikali ambayo inaendeshwa na watu wenye wako na akili ya kujua uchumi inapaswa kuendesha vipi, unaweza kuendelea na hiyo subsidy. Anyway, hata kabla mimi sijafika, wenyewe walikuwa wameondoa ile subsidy ya unga kwa sababu it was not workable. So mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya, tutahakikisha ya kwamba tunasema ukweli na tunafanya yale yako ile kiwango inaitwa sustainable. Tunaweza kufanya leo, tuhakikishe ya kwamba itawezekana kesho na mwaka ujao na mwaka unaofuata. Mheshimiwa Rais, niruhusu nikurejeshe nyuma katika swala ambalo umezungumzia kuhusu kuagiza magunia milioni 10 kutoka nje. Mwananchi akiwa kule nyumbani, yule ambaye anavuna sasa hivi anasema mumeagiza ilhali sisi tunavuna, si hasara mmetuletea? Utamwelezaje? Unajua mahali yule mkulima analima saizi ama anavuna, anaangalia mahali yeye yuko. Mimi kama kiongozi wa nchi naangalia nchi nzima, na naelewa ya kwamba kuna huyu atazalisha kiasi fulani, lakini mahitaji ya nchi ni kiasi fulani. Na utafiti wetu kama serikali unaonyesha ya kwamba tuko na gap ya karibu magunia milioni 10. Tukisha hesabu yale yote wakulima wetu wanatuzalishia, na tumeweka mpango na taratibu kwamba wakati ule ambao tuta release ama tutahakikisha kwamba yale yanaagizwa inafika, yale ya mkulima yamenunuliwa kwanza, ndio tusichanganye effort ya mkulima na yale tunaagiza, kwa sababu yule ambaye anatusaidia kuzalisha almost 80-90% ya chakula ni mkulima, na lazima tumchunge. Lakini vile vile mimi kama kiongozi wa nchi pia ni jukumu langu kuangalia yule consumer pia ako na chakula, asiumie kwa gharama ya juu. So that's the balance, ama hiyo ndio mizani lazima niyatimize. Na Mheshimiwa Rais, tukizungumza tu kuhusiana na hili swala la gharama ya juu ya maisha, umezungumza kuhusiana na mikakati ya muda mrefu ambayo kama serikali imewekwa, lakini kunaye Mkenya ambaye anatazama sasa hivi, leo hii pengine hajala chakula cha mchana, cha usiku. Utamweleza nini kama rais wakati huu ambapo anazidi kusubiri pengine miradi ambayo imewekwa ya muda mrefu, lakini mipango ya sasa hivi itakuwa ni ipi? Mahali tumefika leo, Nancy, hatukufika leo hapa baada ya siku 2 ama siku 3 ama wiki moja ama mwezi moja. Tumefika hapa kwa sababu ya miaka 3 ya maamuzi ambayo hayakuzingatia vile tutakavyokuwa kama nchi. Subsidy ya fertilizer ilikuwa suspended 3 years ago. And that is the problem we are facing today. You know, compounded of course with other challenges, right? Na matatizo mengine. And kama tunataka kusort out shida ya gharama ya maisha kupanda, haina miujiza. Ni lazima tufanye na utaratibu, right? Tufanye na utaratibu. Na ndio nasema ya kwamba mbali na ile mipango ya kuzalisha tuko nayo, tuko na mpango ya kuagiza chakula. Lakini ndani ya hiyo mpango ya kuagiza, umesikia ndugu yangu hapa Frederick akisema ya kwamba pale kuna wakulima pia wako na hofu, mkiagiza na sisi je, you know? So lazima kuwe na balance. Na hivyo ndivyo we will manage ourselves out of this problem. Itachukua sio muda mrefu, lakini haitafanyika mara moja, lakini itachukua muda. Lakini mimi natengeneza mpango ambayo itakomesha Kenya
kurudi mahali hapa ambapo tuko na bei ya shilingi 230. Tusifike hapo wakati mwingine tena. Na ndio uliniona jana nikiwa kule Galana. Watu wengi walikuwa wanajaribu kuniuliza hii Galana ilikuwa na matatizo, haikufaulu, sijui namna gani. Galana ilianguka kwa sababu kuna watu wali sabotage. Yeah? Na wale wali sabotage, maajabu ni kwamba nimekuta juzi actually mbali na kusabotage isiendelee, walikuwa wameigawanya ile Galana vipande, eka 3, eka 2, eka 3, ifanywe sasa sio mahali ya kuzalisha chakula tena, mahali ya kwenda kufanya settlement ya wananchi, mahali ambapo hakuna mvua, mahali jangwani. Hata mimi nashangaa, hii nchi kama watu wengine wanafikiria vipi. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya, ile Galana ndani ya miezi 2-3 nitaanza kujenga damu pale Galana. Na tayari kuanzia hii Februari zile ekari 10,000 ambazo tayari tulikuwa tumeifanya kama model farm 10,000 acres na iko mpaka na pivot, hapo tutaanza kuzalisha chakula mwaka huu, na nitaongezea ekari zingine 10,000 kufikia mwezi wa 6-8 hapo, kwa sababu ile maji iko pale inatosha ekari 20,000. Alafu baada ya hiyo, hii dam mimi najenga beginning the next 90 days, kwa mwaka 1.5 ikiwa tayari, tutaweka between 300 and 400,000 acres kuzalisha chakula pale Galana, kwa sababu hiyo ni mradi mimi naelewa. Lakini wale wengine walikuwa wanataka kuibadilisha na kuigawanya ili wao wenyewe wajinufaishe, waharibu ile mpango, kwa sababu kuna watu hawaelewi umuhimu wa kuzalisha chakula na kuondoa tatizo la gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais, umezungumzia hakikisho lako kwamba gharama ya maisha hapa nchini huenda ikapungua ikiwa watu watarudia katika masuala ya kukuza chakula na kadhalika. Lakini nafikiri unafahamu, na ni katika serikali ambazo zimepita, nyingine ambazo zote umeweza kuhudumu, ni kwamba wakulima wanalima. Chukulia mfano wa Trans Nzoia, Uasin Gishu na kadhalika. Lakini wanafanya vile kwa ugumu wa kwamba serikali haizingatii mahitaji na masumbuko walionayo. Kwa mfano katika kununua pembejeo, iwe ni mbolea, iwe ni katika kukodesha mashamba ambayo ni ya kulimia, iwe ni katika kutumia vifaa. Na mara nyingine hasara wanaopata kutokana na hali mbaya ya anga. Mara nyingi imekuwa kwamba serikali inatoa mwongozo wa bei ya mkulima kuweza kuuza mahindi yake basi na kuzingatia au kujali matatizo aliyopitia mkulima. Sidhani kama hilo limeweza kuzingatiwa kwa sasa, na iwapo hakikisho lako kwamba tutakaporejea katika uzalishaji kwamba wakulima wote ambao walikuwa wamefifia moyo katika kuzalisha watarejea katika hali hiyo. Manake matatizo ni yale yale mpaka kufikia sasa ya gharama ya mkulima kuweza kufikia bei anayotaka. Inafika kiwango ambapo serikali zotangulia zinatishia na zinachukua hatua kuagiza mahindi kutoka nje basi na kujali mavuno kutoka kwa wananchi hapa nchini. Nataka uelewe my good brother Nimrod, ya kwamba mimi mwenyewe ni mkulima. Kwa hivyo nayaelewa kinaga ubaga ndani na nje matatizo ya kilimo. Jambo la pili, mimi nimekuwa waziri wa kilimo. Na kuna yale nilifanya nikiwa waziri wa kilimo inajulikana Kenya hii. Na mimi nataka nikuhakikishie wewe na wakulima wenzetu ya kwamba wakulima wetu ni watu wazalendo sana. Kila mwaka kukosekane mvua, mbolea ipande, bei ya gharama ipande ya kulima, bado wanaenda kulima kwa sababu ya uzalendo wao. Mimi nataka niwahakikishia kwamba wakulima wa Kenya kwamba tutawashika mkono. Tutawasaidia na mbegu iliyofanywa utafiti sawa sawa. Nimesema ya kwamba nia yangu ni kuhakikisha kwamba zile seed production kutoka production ya serikali ya 15%, nataka nisukume mpaka 90%. Tutumie mashamba ya ADC,
tutumie mashamba ya NYS, tufanye kazi na private sector, tuhakikishe ya kwamba tunapata mbegu ambayo imefanyiwa utafiti na katika bei ya sawasawa, tukitumia mashamba ya serikali. Jambo la pili ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba mbolea inapatikana. Tunawasaidia wakulima kuondoa middlemen, kuondoa mabroka hapo katikati, na kuhakikisha kwamba hiyo mbolea inafika kwa muda unaofaa na mbolea ambayo ni ile mkulima anahitaji. Na jambo la tatu, kuhakikisha kwamba tukishafanya haya mambo yote, kuna market forces ya kusaidia mkulima kupata bei ya sawasawa kwa mazao yake. Tutapunguza sana mambo ya serikali kuamua bei. It will be done as a last resort. Tunataka allow force ya supply and demand kwa market iweze kuamua ni bei gani mkulima atauza mazao yake, lakini tutahakikisha kwamba bei hiyo ikipanda, tunaagiza kutoka nje kuhakikisha kwamba tuna manage hiyo bei, wale consumers wasipate matatizo. So njia ya pekee mimi ninaelewa na nimekuwa katika hii kiwanja kwa muda ni kuhakikisha kwamba tuna support ama tuna wasaidia wakulima wetu kuzalisha chakula, na hiyo ndio itafanyika. Mheshimiwa Rais, umezungumzia swala la uagizaji wa mahindi kutoka mataifa ya kigeni ili kuweza kusaidia wale ambao wana chakula wapate pia. Na kuna hili gumzo ambalo limekuwepo kuhusiana na swala la GMO. Ikumbuke kwamba katika serikali yako ni serikali ambayo iliondoa ile marufuku ya GMO humo nchini. Hiki chakula ambacho kinaagizwa ni salama ama hiki chakula ni GMO? Wakenya wangependa kujua. Wewe kwanza umeharibu hiyo swali sana. Kwa sababu sasa umesema ni salama ama ni GMO. Nani alikuambia GMO si salama? Ndugu yangu Joash. Mimi nataka niwaeleze Wakenya hivi. Ya kwamba ile chakula yote tumekuwa tukiagiza miaka hii yote, ni GMO lakini ni GMO lakini less than 1%. Hiyo ni kusema nini? Ni kusema tu ni GMO less than 1%. So na hiyo less than 1% tunalipa 30-40% more kwa hiyo chakula ambayo iko 1% GMO. Sasa mimi tukajiuliza kama ni 1% ama 2% ama 3% ama whatever, si percent tu ni percent, sasa chakula yenyewe ni GMO tayari. Sasa hii kusumbuana na percentage ndio ulipe gharama nyingi, hiyo ni kukosa mpango. Na mimi nataka nikueleze ndugu yangu Joash na Wakenya, mimi kama kiongozi wa nchi siwezi kuhatarisha maisha ya wananchi walionichagua. Mimi mwenyewe I am a scientist. Yeah? Scientists wote wa taifa letu la Kenya, every university in Kenya, every scientist in Kenya wanakubali ya kwamba GMO haina matatizo yoyote. South Africa, the whole of South Africa, 100% GMO. Marekani 100% GMO. Nchi zingine 100% GMO. Umesikia mtu amemea pembe huko South Africa kwa sababu alikula GMO? Ama amemea miguu? Ama wamama amemea ndevu? Nasikia watu wengine wanasema sijui nani atamea nini. You know, hii ni porojo na propaganda ya watu ambao hawataki tuwe na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha. Mimi mwenyewe nimekula chakula ya GMO. Mimi nimemea matiti. Ama ile wanasemekana sijui nani atafanya nini, atakuwa na extra nini. You know, lazima tuambiane ukweli.
Tuwachane na propaganda na porojo. Nia yangu ni kuhakikisha kwamba tuko na mpango ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa changamoto ya gharama ya maisha kupanda ikafika mahali Wakenya wengine bado wanalala njaa. Na nia yangu ni kuondoa kabisa matatizo ya kwamba miaka 60 baada ya sisi kuwa nchi huru bado kuna Wakenya wanalala njaa. That is a very big indictment on us as leaders. Mheshimiwa Rais, nadhani tutasonga mbele. Tumejadili hili swala na wananchi wenyewe wameweza kupata zaidi, lakini tuingie kwenye swala la elimu hivi sasa. Tunafungua mwaka na tuna kalenda mpya ya elimu hivi sasa. Kuna ripoti ya awali imetolewa kuhusiana na ule mchakato wa CBC namna unavyoendelezwa. Kuna mambo mingi yatahitajika pale. Nitampa mwenzangu fursa aulize swali kuhusiana nao, lakini kama serikali mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba pia gharama ya mwananchi ambaye anafundisha watoto wake ama anasomesha watoto wake pia kidogo itakuwa wastani? Masomo ni kitu ya muhimu kwa sababu 3. Ya kwanza, Kenya, ile asset tuko nayo ya muhimu zaidi ni human capital, wananchi wetu. Hiyo ndio asset. Pengine hatuna migodi ya madini, hatuna nini, lakini tuko na Wakenya. Na elimu ndio inatusaidia kuwapanga Wakenya vizuri. Elimu, training, skills ndio inatusaidia tuwe na wananchi ambao wanaweza kutumika katika kuendesha nchi yao, uchumi, kilimo, biashara na mambo mengine. Hiyo ni number 1. Number 2, kila mzazi anashughulika na masomo ya mtoto wake, and it's a very emotional issue. Mimi nikiweko, watoto wako unataka wapate elimu na wapate elimu ya sawa sawa. Na ndio niliona ya kwamba kwa sababu kulikuwa na mfutano kwa mambo ya CBC, mimi mwenyewe naamini ya kwamba uamuzi wa kwenda CBC ni uamuzi ambao ni mzuri. Kwa sababu tunataka kuwa na elimu ambayo ita-equip watoto wetu na skills ya kuendelea mbele. Ile pengine ilitokea makosa kidogo ni ile iliharakishwa, na ndio walimu wengi wanasema hawakupata nafasi ya kuwa equipped ili kuendesha ile curriculum ya CBC. Right? So haya ni mambo ambayo tutayarekebisha, na ndio nikaweka jopo kutusaidia kuangalia elimu kikamilifu, elimu ya msingi, elimu ya upili, mpaka elimu ya university. Na hiyo jopo imefanya kazi mzuri tayari. Ndio tayari tumekubaliana ya kwamba kutakuwa na transition ya watoto wetu kutoka grade 6 wanaenda grade 7, grade 8 na grade 9 katika junior secondary school ambayo inaanza baadaye mwaka huu, mapema baadaye mwezi huu tarehe 23. Na pia ili kuhakikisha ya kwamba hiyo transition itakuwa haina matatizo, ndio tuliamua kama serikali ya kwamba lazima tuajiri walimu, na ndio tumetangaza kuajiri walimu 30,000 wapya, the largest ever single employment of teachers in Kenya, right? Kwa sababu tunataka hiyo transition isiwe na matatizo, na tunaajiri walimu wengi ambao tayari wamehitimu na vile vile wamefanya course ya CBC, ndio watusaidie katika kuendesha hiyo mpango. Na pia walimu wazazi wengi, wakati tulifanya utafiti na wazazi karibu 20,000, 86% walisema wanataka watoto wao waende mahali karibu, hawataki gharama ipande. Ndio wakasema ile junior secondary
iwekwe katika mahali karibu pale kwa primary school. Tutaongezea laboratory ama na darasa moja, na hiyo mpango tayari, because there is already an extra class. Ile ambayo tutafanya ni kuhakikisha kwamba kuna mwalimu ambaye atasaidia hiyo transition na kuna facilities ambazo zitasaidia hiyo transition, na tayari tumekamilisha mipango yetu kama serikali kuhakikisha kwamba mpango huo unaendelea. Ya pili, pia kwa sababu ya elimu, nimesema ndio chombo muhimu ya kuhakikisha kwamba raia wa Kenya wanapata uwezo wa kuendesha taifa lao na kutusaidia kusukuma uchumi na kilimo na biashara na mambo mengine. Vile vile tunaajiri walimu 2,000 wa TVET. Na TVET ambazo mambo ya TVET tunajua ilikuwa imekwama kwa sababu ya watu kutoelewa ni nini inaendelea. Na ndio sababu kidogo uliona there was a small lapse kwa mambo ya TVET. Lakini sasa tutaajiri walimu 2,000, na vile vile kuna TVET 70 ambayo hawana equipment. Tayari nimeagiza na tunaongea na serikali ya Uchina na serikali ya Ujerumani to equip hiyo TVET 70 ambazo itatusaidia kuwapanga vijana wetu wapate skills, wapate competence, ndio tuwapange wa Kenya hasa katika ile sehemu inaitwa mathematics, science na engineering, kwa sababu ya mambo ya TVET. Na ya mwisho, tuko na matatizo makubwa sana na university education. Ndugu Ali, university karibu zote, yule mama wa Auditor General anasema hizi universities they are bankrupt, kwa sababu university nyingi ziko na matatizo. Na juzi uliona one of our universities management wamepelekwa kotini wafungwe kwa sababu hawajalipa walimu, hawajalipa hawajalipa. Yani the place is just chaotic. Na ni kwa sababu gani? Ile funding tunawapatia universities ni only 52% of the money they need. 52% ndio tunawapatia. Ile 48% wanafanya ukarabati hapa na pale, watoto wanakosa kusoma, mambo inaharibika. Na ndio nimesema kama serikali, na ukisoma manifesto ya Kenya Kwanza, tulisema tutachanganya Higher Education Loans Board, tuongeze na ile Kenya Universities and Colleges Placement Service, tuongeze na ile Universities Funding Board, tuweke mahali pamoja, ili huyu asiwa anasema anapanga vile university watakuwa wanakuwa funded. Mwingine ana place watoto kwa ma university na kwa ma college, na hazungumuzi na huyu mwingine. Ule mwingine anapanga basari. So inakuwa confusion. Watoto wanazidi kwenye university, hawana funding ya kutosha, hawana basari ya kutosha, ndio tunapata matatizo haya. So tutahakikisha ya kwamba there is harmony, and we are going to harmonize all these institutions, ili mtoto anapoitwa kwenye college ama university, tuwe tumejua kama serikali, hiyo university anaenda, hiyo college anaenda, tutapatia pesa kiasi gani na tutatoa basari kiasi gani, ndio tulete order katika ile university. Tusiwe na ma-university zetu ambazo ziko katika hali mbaya ya kifedha, kwa sababu itaanza kudunisha masomo katika ma-university na ma-colleges zetu. Vyema kabisa. Naam, Mheshimiwa Rais, ningependa tuzungumzie kuhusu swala la Hustler Fund. Najua ni swala ambalo lilikuwa moja wa ajenda zako kuu wakati wa kampeni, na uzinduzi wake ulifanyika mwezi Disemba mwaka jana. Na katika hali ya kufuatilia hazina hiyo ya Hustler Fund, ni wazi kwamba Wakenya wengi wamefaidika na hazina hiyo. Lakini tumezungumza na Wakenya kutokana na hali ngumu ya maisha, baadhi ya Wakenya ambao ni mahasla wanakwenda katika hazina hiyo kukopa ili angalau wapate chakula. Utafanya nini kuhakikisha kwamba hazina hiyo inafikia malengo yake? Dania,
Kwanza wakati tulisema ya kwamba tutashughulika na mambo ya kupigana na wale Shylock, wale watu wanaumiza wananchi na riba ambayo haiwezekani, pale chini. Pengine watu walikuwa wanaona ile ilikuwa siasa, lakini mimi naelewa matatizo ya mtu ambaye ako na idea, ako na mpango, ako na kujua kufanya biashara, lakini hana uwezo. Na mara nyingi umesikia watu wengi wakisema shilingi 500, shilingi 1000, shilingi 2000 ni pesa kidogo. Ni pesa kidogo kwako Daniel. Lakini capital ya mwananchi wa kawaida pale sokoni, shilingi 2000 itampatia shilingi 1000 kila siku ya kuishi maisha yake. Unanielewa? Na ndio sababu hiyo Hustler Fund kufikia sasa Wakenya wako ndani ya Hustler Fund ni Wakenya 17.5 Pesa ambazo tumekopesha kwa Hustler Fund ni bilioni 21. Wananchi ambao wamekopa kuliko kuzidi mara moja ni wananchi zaidi ya 5 million. Wenye wamekopa, wamelipa, wamekopa, wamelipa. Pesa ambazo tayari kwa ile saving kidogo ya shilingi 25, shilingi 50, Wakenya wana save kila mara wakikopa. Sasa tuko na milioni 700. Pesa ambazo sasa zitaingia kwenye savings. Yeah? Na hii ni mwezi moja peke yake. Na hatujasongesha kwa sababu kufikia tarehe 15 mwezi huu sasa tutaongeza kiwango ingine ya saving. Kuna wananchi wengi wanasema mimi wakati nangoja kukopa mnipatie nafasi ya kusave. Nianze kuweka pesa zangu hapo, nikingojea nikipata idea mzuri nianze kukopa. Sasa hiyo tunafungua tarehe 15. Tarehe 30 mwaka huu tena tunafanya sasa ile credit scoring. Yule ambaye alikuwa amekopa shilingi 500, sasa tutamwambia kwa sababu umelipa mara 2, 3, 4 tunakuongezea, unaweza kukopa sasa 1000. Yule wa 1000 unaweza kukopa 2000. Yule wa 1500 unaweza kukopa 10000. Kwa sababu tunataka kuwasongesha hawa wananchi mpaka wakope shilingi 50,000. Hiyo ndio kiwango ya chini. Kiwango hii ya chini. Alafu baadaye sasa Februari, vile nilipendekeza, vile niliwaeleza Wakenya, Februari tutaenda phase 2 ambayo sasa tutawasaidia watu wa sako, watu wa chama. Naamini hata wewe Daniel pengine mko na chama yenu hapo ya Mahasla wa K24 hapo. Sasa hata na nyinyi tutawa invite pale, tuwapatie pesa muweze kuendesha mambo yenu na kulipia school fees, kufanya nini na kufanya biashara. So hiyo ndio awamu ya pili. So mimi nataka niwashukuru Wakenya wengi. Unajua wakati tumelaunch hii program, wanasiasa wengi walienda wakasema chukueni hii pesa mkule, hii ni pesa ambaye haina maana, sijui nini. But I want to promise you, leo ile pesa tunakopesha, ile pesa inalipwa ni nyingi kuliko ile tunakopesha today. Na wale walikopa the first day, 70% have repaid. Saa hizi the fund is sustaining itself. Nyinyi mnanielewa? So Kenyans waliignore hawa wanasiasa, na huyo mwanasiasa ambaye anamwambia huyu asilipe, yeye analipa yake kule bunge, analipishwa 3%, analipa yake bunge, anaambia huyu ati asilipe. Lakini Wakenya wengi wamekataa na hiyo story ya wanasiasa kuwaambia wasilipe. Na mimi nataka nikwambie Daniel, wacha nimalizie tu hapo. Naam. Wewe kama Mkenya, nataka nimzungumzie Mkenya mwenzangu. Wewe uko na nafasi ya kukopa pesa kwa 8% per year, 0.02% per day. Ukiharibu hii nafasi, utaenda mahali
utakuwa unakopa 1% per day, which is 360% per year. So ukikosa kulipa pesa ya Hustler Fund, William Ruto hapati hasara. Wewe Mkenya ndio utapata hasara, kwa sababu utakuwa umejifungia nafasi ya kukopa pesa yenye riba ya chini, na unaweza kujiendeleza, na unaweza kujiongeza, na uko na opportunity ya saving, na uko na opportunity ya kuongeza ile pesa ambayo ungekopa na ufanye biashara yako. Na pengine swali moja tu, pengine serikali imefanya utafiti kubaini ni biashara gani ambazo zinafanya vyema katika awamu hii ya kwanza za mahasla? Unajua, Mkenya anajua vile ya kujipanga. Akichukua ile 2,000 ama 3,000, atajua atafanya biashara gani. My interest, ile umuhimu niko nao ni kwamba ukiona mtu anakopa na analipa, there is something he is doing and there is something he knows. Na sio kazi yangu kwenda kusupervise ati wewe utanunua mayai, sijui wewe utanunua kuku, sijui wewe. Hiyo hapana kazi yangu. Kila mtu anajipanga na vile anavyojua. Mheshimiwa, hoja yangu kuu katika hazina hii ya Hustler Fund, na ni hoja ambayo imewakera pia hata wakosoaji wako, ni kwamba hazina hii fedha zake zinatoka wapi? Ikikumbukwa kwamba bunge halikuidhinisha utoaji wa fedha hizi, bajeti ambayo ilisomwa mwaka uliopita bado ikeli kutumika na haikuzingatia kuwepo kwa Hustler Fund. Ikiwa fedha hizi hazijulikani zinatoka vipi, basi kule zinarudi wapi? Huoni kwamba hilo ni jambo halijaeleweka na linaweza kutia hofu kuhusiana na jinsi zinavyotoka na jinsi zinavyorejeshwa? Ndio mimi niko hapa kueleza. Niongeze hili, kuna wale ambao wanasema zile savings ambazo wanakatwa hawawezi kuzifikia. Ziko wapi hizi fedha? Very good. Now, Hustler Fund tulitengeneza regulations kisheria, tukaifanyia public participation kisheria, tukaipeleka bunge kisheria, ikapitishwa na bunge. Hustler Fund, hakuna kitu imefanywa kinyume na sheria, kwa sababu hii ni pesa ya umma, sio pesa zangu, sio pesa ya ule, ni pesa za umma, right? Jambo la pili, haikupitishwa kwenye budget kwa sababu it was not part of the plan ambaye tulikuwa nayo pale kwa ile serikali nyingine. Tunatengeneza sasa budget ambaye tutaregularize. Tuko na sheria inaturuhusu kama serikali kutumia section ya sheria ya katiba 223 kuhakikisha kwamba kama kuna mpango wa dharura tunaweza kutumia hiyo section kuweka pesa ya serikali, alafu ikaenda ikakadiriwa na bunge. Tunapeleka mambo ya Hustler Fund bunge Februari ratify, na sio Hustler Fund peke yake, other interventions ambazo tumefanya kama ile ya drought, tumetumia pesa karibu bilioni 4 ambazo hasikukuwa kwenye bajeti. Kuna vitu zingine ambazo za dharura zimefanyika ambazo tutairekebisha sio tutairekebisha, formalize katika budget, number 1. Number 2, zile pesa za savings ambazo nimesema karibu milioni 600 na karibu milioni 700 saa hizi, hiyo pesa tulishakubaliana ya kwamba hiyo pesa tumetengeneza organization ambaye iko kwenye hiyo sheria ambaye itasimamia kama savings licensed by the RBA, yeah, kuhakikisha kwamba hizo pesa zinaegezwa kwa kufuatana na sheria za taifa letu la Kenya. Ile uamuzi tumesema kama serikali ni kwamba hiyo pesa haiwezi kufanya kazi nyingine, inakuwa invested in government securities, because government securities are the surest. Hakutakuwa na default, hakutakuwa na matatizo yoyote. Sio pesa ya kwenda kununua plot, sio pesa ya kwenda kununua shares sijui ya nani, pengine inaweza kupotelea huko, ama shares. Hiyo ni pesa ambayo inatumiwa only kununua government paper, government securities, government bills, na hivyo ndivyo itakavyokuwa invested. Na wale wote wako katika wanaonyeshwa kila wakati kwamba wewe umesave pesa fulani. The application is there. Umesave pesa fulani
na tukianza investment tutakuwa tunamwambia hii pesa imekuwa invested, faida yako ni kiasi fulani. Everybody will be able to follow online. Kwa hivyo nasema wasubirie. Lakini sababu kuna masuala mengi tungependa kuzungumzia kabla muda kuyoyoma. Kuna swala la usalama nchini, hasa maeneo ya Kerio na Lamu. Siku 3 zilizopita, najua kwa sasa unajua kwamba watoto wawili ambao walikuwa warejee shuleni mwezi huu hawatarejea sababu waliuliwa. Si mara moja au mbili tumemwona waziri wa usalama wa ndani Kindiki Kithure, wewe mwenyewe ukizungumzia haya maswala. Lakini kwa wale wananchi wako kule chini wanasema imezidi sana, imezidi unga. Ni wakati mwafaka kuwaita hawa wezi wa mifugo wanamgambo au kwa kimombo terrorist. Msimamo wangu na msimamo wa serikali ya Kenya na waziri wetu Profesa Kithure Kindiki na PS wake Bwana Omolo wanaelewa ni kwamba ni changamoto sugu, ni problem, challenge ambayo imesumbua nchi hii kwa muda mrefu. Vile mmemsikia waziri akisema, tulikubaliana kama serikali ya kwamba changamoto ya ukosefu wa usalama lazima tuitatue. Isipotatuliwa na hii serikali, sijui itatatuliwa na nani, kwa sababu tunaielewa na tutaishughulikia. Pengine ile mpango yote tumeweka haikosekani ya kwamba saa zingine kunatokea mwanya na hawa wakora na wagaidi na hawa watu wanapitia mahali. Tumezuia sehemu kubwa. Ukienda leo Arabal kwa mfano, kule Kerio mali kulikuwa hakukaliki. Nilikuwa Baringo kwa mfano juzi Disemba. Wananchi wanasema kwa miezi 7 tumerudi nyumbani tumelala. Ya? Lakini bado hiyo changamoto bado hatujaikabili vile tumeipangia. Ile hakikisho mimi nataka niwaambie wa Kenya wanaoishi Kerio, wanaoishi Lamu. Nilikuwa Mombasa juzi na kukatokea incident pale Witu, na tukaifuatilia, tukaona kuna cell ya watu magaidi fulani, na uzuri tayari tumewapata wawili ambao wanatumika kama financials, na tumewapata na pesa nyingi zile wanatumia kununua kufanya hivi na kufanya hivi ile. So tunawafuatilia. Ile hakikisho mimi nataka niwaambie wa Kenya ni kwamba hii ni tatizo ya ukosefu wa usalama, ingawaje ni tatizo ya kimataifa, lakini hapa Kenya ni tatizo letu kama serikali. Na wauliza wa Kenya tuwe na ushirikiano na wao, tushirikiane sisi zote, lakini serikali tutahakikisha ya kwamba tunakuwa na officers. Nilienda juzi kule mahali tunafanya training ya wale special forces wa kukabiliana na hawa watu, na tumekubaliana tutaongeza the numbers ya special forces ya kuhakikisha ya kwamba kukitokea jambo tunaishughulikia vilivyo. Katika haya masehemu ambayo tayari bado tuko na changamoto, tumekubaliana pia ya kwamba tutaweka huko camp za GSU, tutaweka training center ya polisi, tutaweka training center ya jeshi. Tunataka ku-occupy the whole of that area and make it impossible for these crooked people to continue terrorizing citizens. So hiyo ni changamoto ambayo iko katika mipango yetu na tunaishughulikia. Na Mheshimiwa Rais, sasa kidogo tuzungumze kuhusiana na masuala ya afya. Wewe mwenyewe mara kwa mara umesema ya kwamba takriban Wakenya milioni 1 wanafilisika kila mwaka kutokana na wanatumia fedha zao kujitafutia afya bora. Hatma ya sekta hii humu nchini ni ipi? Na vilevile katika hospitali mbalimbali hasa za serikali kumekuwa na changamoto kwamba hakuna dawa. Mgonjwa anaenda pale anatibiwa kisha anaambiwa dawa nenda kanunue pale nje. Hatma ya sekta ya afya ni ipi? Tulikubaliana na Wakenya waliotuchagua ya kwamba sekta ya afya ni
sekta lazima tuibadilishe kabisa na tutengeneze mfumo mpya wa mambo ya afya. Universal health coverage ile tulicommit kwa wananchi wa Kenya ni jambo ambalo haliwezi kungojea. Na ndio umeona two things. Pale katika wizara nimetengeneza departments 2 katika wizara ya afya. Kwa sababu nataka nirahisishe, nimetengeneza state department 2 kwa sababu nataka nirahisishe ile kazi, number 1. Number 2, nafanya mabadiliko kwenye National Hospital Insurance Fund kwa sababu pale sitaki kusema sana, kuna changamoto kubwa ya na hata ile mpango nilikuwa nafikiria ya kwamba naweza kutekeleza kwa muda mfupi, imebidi nisitishe ndio niweze kuipangia vizuri, kwa sababu pale nilikuta kuna matatizo makubwa sana ya so nimetengeneza board mpya, nimerekebisha mambo ya wizara na nimealign vizuri. Pale KEMSA lazima tuifanyie kazi kubwa kuhakikisha kwamba ile kazi yote itaendelea pale. Tunatumia teknolojia kusort out ile challenges ya cartels. Unajua kuna mahospitali nyingi inaendeshwa kwa pesa za umma na hakuna kazi yote wanafanya, ukora mtupu yeah? So kazi ambayo nimefanya ni kwamba nimeambia Wakenya kwamba ndani ya miezi 6 kuanzia mwezi huu tutakuwa tumedigitize all government services. Tumeweka katika digitization ndio tuweze kufuatilia kama ni maneno ya payment ya NHIF, kama ni maneno ya malipo ya hospitali, kama ni maneno yale yote ambayo yanahusikana na mambo ya ardhi na mambo ya ushuru na mambo yale mengine yote. Utashangaa kuelewa ya kwamba 15% peke yake ya services yote ya serikali iko katika digital platform. Na ndio unaona kuna fuja kila mahali. Imenibidi tubadilishe system ya kukusanya ushuru, kwa sababu tunasanya 60% kwa mfano VAT, pesa ambazo ni tayari ni haki ya serikali kuichukua, lakini tunapata only 60% kwa sababu kuna fuja kila mahali. Saa hizi katika KRA tuna implement a new tax system. Itakuwa tayari by 1st of February. Kwa sababu tunataka kuisukuma ile ushuru mpaka 95-99%. Na tukifanya hivyo ndio tutahakikisha ya kwamba tunapata ushuru wa kutosha ya kudeliver services ya serikali. Mheshimiwa Rais, katika serikali iliyotangulia ambayo wewe ulikuwa naibu rais, mlianzisha mpango wa kukodi vifaa vya matibabu katika serikali za kaunti, mradi ambao ulikuwa wa fedha nyingi. Kufikia sasa serikali za kaunti zinagharamika shilingi milioni 200 ambazo zinatwaliwa moja kwa moja kutoka hazina ya kifedha kwa sababu ya vifaa vile. Masikitiko ni kwamba vifaa vile viliwasilishwa katika serikali za kaunti wakati haziko tayari kutumia vifaa vile, hazina rasilimali, hazina wauguzi ama wataalamu wa kuzitumia. Tueleze kinagaubaga, manake tunafahamu kwamba pia katika serikali hii fedha zile bado zinachukuliwa na hazina. Zinatumika kufanya nini? Manake miaka 10 baadaye kuna serikali za kaunti ama kaunti ambazo mpaka sasa hivi vifaa vile havitumiki na hakuna wataalamu. Je, ingekuwa bora fedha hizo zingetumika katika kuelimisha hawa wataalamu waweze kutumwa katika zile serikali za kaunti? Wacha nikueleze Nimrod ya kwamba ni kweli kiasi yale umesema, 10-15 ya makaunti walikuwa na matatizo ya matumizi ya zile vifaa, lakini karibu 80-85 ya counties mimi mwenyewe nilienda kuzilaunch, kama ni ICU, kama ni radiology, kama ni zile vifaa ya renal units ambazo tulitengeneza. Na mwaka huu niliita Council of Governors na nikawaambia
hii mpango tunaisitisha mpaka nyinyi wenyewe muamue. Nataka kila county waamue ya kwamba wanahitaji hizi equipment ama wazihitaji. If they don't need them, kama serikali ya kitaifa hatuna haja ya kusukuma county ilipie gharama ya vifaa ambazo hawahitaji. Saa hizi Council of Governors wenyewe wamekuja kwa wizara, wakaambia wizara all in unison kwamba wanazihitaji hizo equipment. Imekuwa ikiwasaidia kukusanya pesa za county, imekuwa ikiwasaidia kudeliver services ya matibabu katika counties zao. The counties themselves, sio mimi. Na waziri amekuja kwangu juzi, kwa sababu nilimpatia waziri instructions. Nilimwambia hiyo program isiendelee mpaka counties wenyewe wakuandikia na barua ya kwamba tunataka iendelee. Tunaelewana? So hapo ndio tumefikia, na tumekubaliana na counties. Any county yenye iko na matatizo, serikali sio supplier. Tuko na wale waliotupatia hizi vifaa na wako na contractors wao hapa Kenya. Kama x-ray haifanyi, yule mtu washirikiane na county watengeneze hiyo x-ray. Pengine kwa kifupi tu Mheshimiwa Rais, uweze kufafanua huu mkataba kama ulikuwa udumu muda gani? Maana kuna wengi watahoji kwamba kulipa shilingi milioni 200 kwa miaka 10. Unajua sasa ambavyo ile mkataba ilikuwa ni miaka 8 nafikiri. I don't have the exact number, lakini hiyo muda imeisha. One of them was expiring, I think, in September. The other one is expiring on 31st. It expired on 31st of this month. So that contract is over. Hiyo mkataba sasa imeisha. Ile tunafanya saa hizi ni extension, lakini hiyo extension ni county by county wenyewe kusema tunataka extension ya hii facility kwa sababu inatusaidia. Tunataka extension ya hii facility kwa sababu inatusaidia. Na tumekubaliana pia ya kwamba hiyo extension lazima ikuwe negotiated. Lazima kuwe na makubaliano mapya. Pale kama ilikuwa inalipwa shilingi 100, to negotiate, kwa sababu sasa equipment tuko nazo, ipunguzwe kama itakuja nusu ama itakuja kiwango ya chini kuliko nusu. Mimi nimesema counties, wizara na wale ambao tuliagiza hizo vifaa kutoka kwao waketi chini waamue, na kila county sign off, ili wakati pesa zao zinakatwa ni wao wenyewe wameamua zikatwe. Na tutahakikisha ya kwamba katika hii program yetu ya universal health coverage tunawaleta counties ndani ya hiyo mpango, ndio delivery ya government services. Na nitakuwa na retreat kwanza na serikali ya kitaifa kesho na kesho kutwa na Saturday, kuhamasisha kila mtu waelewe ni vipi tutadeliver ile mpango wa Kenya walichagua tuitimize. Alafu baadaye nitaita katika hiyo retreat pia tuko na sehemu ya karibu masaa 3 hivi ambayo tutaketi chini na leadership ya counties, the county leadership, wale chairman wa different sectors ya counties, tukubaliane mpango wetu itaendelea vipi sambamba na ile ya counties. Alafu baadaye mwezi huu nitaketi chini na county governors wote tukubaliane, kwa sababu serikali ya Kenya ni serikali moja. Tuko na serikali ya kitaifa na tuko na serikali ya makaunti, na kuna mahali lazima tuambatanishe mpango yetu na mpango yao, na pia watueleze mipango yao, tujue vile tunaweza kusaidia kama serikali ya kitaifa, kwa sababu makauntis wakifaulu taifa linafaulu. Na Mheshimiwa Rais, tunapozungumzia swala la afya ni swala ambalo liko karibu sana na mwananchi, na ni wazi kwamba baadhi ya wafanyakazi wa kaunti na wakandarasi wanaumia, wanalalamikia kutolipwa, na baraza la magavana limejitokeza mara si moja kusema kwamba halijapata pesa kutoka kwa hazina ya kitaifa. Ni lini serikali yako itakuwa ikitoa pesa za kaunti mara moja ili serikali za kaunti zijipange vyema kulingana na bajeti zao? Wiki iliyopita nilipata nafasi ya kuongea na kupata faraga na mwenyekiti wa mambo ya afya wa baraza la magavana, Mheshimiwa
gavana wa Tharaka Nithi. Nikapata pia nafasi na kuongea na mwenyekiti wa mambo ya leba Mheshimiwa Sakaja, gavana wa Nairobi, na tumekubaliana, wameketi chini na serikali ya kitaifa, tumekubaliana vile ya kushughulikia yale matatizo counties wako nazo, especially mambo ya CBA, mambo ya ajira, mambo ya mishahara, ndio tusiwe na changamoto ya wafanyikazi wa counties wa mambo ya afya kwenda katika strike all the time. So tushakubaliana mpango. Yale mambo ambayo wametuitisha kama national government, nimekubali ya kwamba tutaifanya. Ile ambayo counties pia lazima wafanye, nimewaagiza ya kwamba wafanye. Ndio tumalize kabisa hii changamoto ya kuwa na matatizo ya wafanyikazi wanaofanya kazi katika sekta ya muhimu sana ya afya katika counties na pia katika maserikali yanayosimamiwa. Mheshimiwa Rais, tuangazie ama hospitali. Mheshimiwa Rais, tuangazie swala lingine la marekebisho ya katiba, na katika hivi majuzi tu uliweza kupendekeza baadhi ya mapendekezo katika marekebisho ya katiba, ukazungumzia swala la afisi ya kiongozi wa upinzani, na tukikumbuka nyuma kidogo utakumbuka kwamba kulikuweko na hayo mapendekezo katika BBI. Itakuwaje tena? BBI ilikuwa ni ukora mtupu. Hakukuwa na mapendekezo yoyote hapo. Unajua wale jamaa wa BBI waliweka ukora mwingi, alafu wakaweka sukari juu, you know, ya mambo sijui mambo ya kina mama hapo, sijui mambo ya nini. Yale mambo nimeyapendekeza ni kwa sababu wakati nimefika ofisini hapa, baadhi ya mambo mtangulizi wangu Mheshimiwa Uhuru aliwacha pale mezani ni pendekezo la mahakama ya juu kusema bunge ivunjwe kwa sababu haijafikisha 2/3. Unaelewana? That's what I found among the things I found on the desk. You know? Na sasa ni lazima kama kiongozi wa taifa lazima nifikirie tutaendesha hii jambo vipi. Na ndio nikasema kwa sababu mimi kama rais sina uwezo wa kubadilisha katiba vile rafiki yangu Uhuru Kenyatta alivyojaribu. Haiwezekani kwa rais kubadilisha katiba. Nikasema wacha niandikie bunge. Bunge iko na uwezo kupitia kwa parliamentary initiative kuanzisha marekebisho ya katiba. Jambo la kwanza. Na pia mimi niliwaahidi kina mama wa taifa letu la Kenya ya kwamba hii jambo la 2/3 gender rule mimi nataka kuitatua. Na nilitoa mapendekezo kwa bunge vile bunge inaweza kufikia hiyo lengo la 2/3 gender rule. Na kulingana na vile nimeona maoni ya wabunge wengi wanakubaliana na yale mimi nimesema kuhusu mambo ya 2/3 gender rule. Jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo ambalo umeniuliza kuhusu ofisi ya kiongozi wa upinzani. Ya kwanza ujue, hiyo imekuwa msimamo wangu tangu pale mwanzo. Sio msimamo nimekuja nikaipata hapa ofisini. Imekuwa ni msimamo wangu, jambo la kwanza. Na jambo la pili, wale wote waelewe, mimi simtafutii mtu kazi. Nimeona kiongozi wa upinzani akisema yeye hataki hiyo kazi. Nani alikuwa anampatia kazi? Mimi sitafutii mtu yeyote kazi. Natafuta ofisi ya mambo ya kuhakikisha kwamba accountability ya serikali. Kama ningekuwa mtu selfish, mimi niko na haja gani na mtu ya kunipinga? Lakini mimi naelewa ya kwamba katika demokrasia hii power, watu kukorogwa na power ni rahisi. Kuna sababu ya kuwa na upinzani. Na ndio nikasema, na mimi naelewa kwa sababu vile vile mimi nilikuwa ni baadhi ya wale walioshughulika na kuunda katiba hii yetu ya Kenya. Na tulifikiria ya kwamba wale
committee of experts wangeirekebisha, wangeifanya vizuri, ndio nafasi ipatikane ya ofisi, sio mtu. Nikisema ofisi ya kiongozi wa upinzani, it is an institution, it is not a person, right? Mi natafuta accountability, ile uwajibikaji, ndio mimi nashughulika nayo. Vile nimependekeza mimi mwenyewe kama rais ya kwamba hata mawaziri wangu nataka standing orders ya bunge ibadilishwe, na uzuri speakers wote wawili wamekubaliana na mimi ibadilishwe, ndio mawaziri wangu waweze kwenda bunge, wajibu maswali, bunge ihakikishe ya kwamba wanawajibika katika nafasi zao za waziri, ili tuwe na serikali ambayo inawajibika kwa manufaa ya Wakenya. So I'm not looking for a position for nobody. I am looking for an institution to boost our accountability. And that's the same reason ndio nasema ya kwamba hata pale bunge tubadilishe standing orders, ndio mawaziri waweze kwenda bunge wa prosecute mambo ya serikali, ndio wananchi waelewe kutoka waziri mwenyewe. Saa ile anaulizwa maswali, mpango ya serikali kuhusu mambo ya kilimo, unga, nini inafanyika namna gani, ajibu pale akiwa bunge. Sio lazima mpaka mngojee niite mkutano kama huu na wanahabari ndio nieleze. Vema kabisa. It must be a continuous process. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Matangazo haya yataendelea tena kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 pale mtazamaji, manake saa hizi tumekamilisha ule mkumbo wa Kiswahili, lakini kuanzia mwendo wa saa 3 ungana nasi tena. Wanahabari wenzangu watakuwa hapa kwa lugha ya Kiingereza, watakuwa naendeleza mjadala ambao tumeuachia hapa kwa sababu huo ndio muda tulikuwa nao. Shukrani za dhati kwa kiongozi wa taifa. Kwani bado iko tena maneno? Iko maneno mheshimiwa, hatujamaliza. Hatujamaliza. Nitakusihi tu tena saa 3. Tutaanza tena saa 3. Tafadhali. Haya basi nitakuwa hapa. Asante kabisa kwa niaba ya wenzangu. Kwa niaba ya wenzangu wanahabari ambao tumeweza kufanikisha mpango huu, na vile vile wasimamizi wenzetu ambao wamesaidia sana kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia nyumbani. Mtazamaji mpendwa, usiende mbali. Kwenye muda usiokuwa mrefu wenzetu kwa lugha ya Kiingereza watachukua usukani, washike pale ambapo tumeachia, ili pia wewe upate angalau kupata mawili matatu kuhusiana na kile kinachoendelea katika serikali hii ambayo ndio inaendeleza miradi mbalimbali ya serikali. Mimi naitwa Ali Manzu, tukutane tena kwenye muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. Keu nĩ gĩikaro gĩa President William Ruto na andĩki a mohoro kuma ceceni itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, nĩkĩo gĩikaro kĩa mbere kuma athurirwo. Nĩ akorwo akĩarĩria maũndũ matiganĩte kuma ciĩgiĩ thogora wa mũtũrĩre. Nĩ akorwo akiuga atĩ marĩ na mũtaratara ta thirikari wa kũhe arĩmi mbegũ njiganu. Oho nĩ akorwo akiuga mena mũtaratara wa gũkorwo atĩ nĩ marahe arĩmi bataraitha wa kũigana. Oho makĩeheragia mabroka. Nĩ akorwo akĩarĩria ũhoro wĩgiĩ GMO, na akorwo akiuga atĩ GMO ndĩrĩ na ũgwati o wothe. Oho nĩ akorwo akĩarĩria ũhoro wĩgiĩ gũkĩria ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, kũhũthĩra nginya mĩgũnda ya thirikari, na oho nginya gũkĩria mũgũnda wa Ngala na Kulalu. Tiga ciĩgiĩ thogora wa mũtũrĩre, nĩ akorwo akĩingĩra thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo, na akorwo akiuga atĩ mũtaratara wa CBC nĩ mwega, no ningĩ nĩ wakĩrĩ ũtengeretio hau kabere, nĩkĩo marathiĩ na mbere kũrora ta thirikari yake. Nĩ akorwo akiuga ũhoro wa thirikari nĩ gũkorwo akĩandĩka arutani angĩ 30,000. Tiga ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, nĩ akorwo akĩarĩria ũhoro wĩgiĩ Hustler Fund. Akorwo akiuga atĩ Hustler Fund nĩ mũtaratara wa gũkorwo akĩhũra njeki onjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ akorwo akĩarĩria oho ũhoro wĩgiĩ rĩendekithia rĩa gũkorwo na wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro. Nĩ maingĩ akorwo akĩarĩria, na ningĩ nĩ gũkorwo akĩaria na andĩki a mohoro o rĩngĩ ciahanda thaa 3. Tũgũtirĩha hau, no ningĩ tũikare mĩtambo-inĩ ya Inoro TV, tũgũkorwo tũgĩcoka na ndereti ĩyo na ingĩ nyingĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inoro thaa 3. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangaciwa Mũriũki. Thiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra cia Inoro TV.